Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kama tulivyozungumza kwa mara ya mwisho, niliwaambia kwamba usipojua au kutokujua kunasababisha dhambi nyingi katika ndoa. Niliahidi kwamba nitakuja kuelezea dhambi gani sasa ambazo zinasababishwa na kutokujua kwetu katika maisha yetu ya ndoa. Sasa leo naliahidi kwamba nitaleta dhambi moja, ambayo ziko dhambi nyingi, lakini leo ile dhambi moja inasema dhambi ya kiwiko katika ndoa. Basi kabla sijaendelea, naomba tusali kwanza ili Mwenyezi Mungu atuongoze katika hilo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi kama kawaida yetu, ili tupate mwongozo vizuri, tusome maandiko yetu yatuongoze katika hilo. Nitasoma barua ya Mtakatifu Paulo kwa Korinto kama kawaida, sura ya 7, nitasoma aya ya 4 mpaka aya ya 5. Mnisikilize hapo sasa. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mumewe anayo. Hali kadhalika na mume hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mkewe anayo. Msinyimane haki zenu, isipokuwa kama mmeafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu, ili mpate nafasi nzuri ya kusali. Kisha rudianeni tena mara, ili shetani asije akawajaribu kwa sababu ya udhaifu wenu. Wapenzi katika Kristo, sasa tunaona kwamba kutokujua kwamba ndipo mara ya kwanza kwamba mwili wa mwanaume ni mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamke ni mwili wa mwanaume. Sasa swala hapa, dhambi kubwa Yesu ambayo Mtume Paulo anatuambia, hawa Korinto walimuuliza Paulo juu ya tendo la ndoa. Paulo anasema hamruhusi kunyimana. Kunyima tendo la ndoa manake ni dhambi. Kwa muundo wowote ule huruhusiwi kumnyima mwenzako tendo la ndoa, kwa sababu huu mwili si wa kwako. Sasa kuna dhambi hii kubwa sana ambayo kwenye ndoa inakithiri kweli kweli. Utakuta watu mmelala, mzee anaomba ndoa, anapigwa kiwiko, anamwambia sitaki. Sasa hiyo sitaki, huyo sitaki, utakuta mzee anaumia mbavu, sababu anapigwa kiwiko kwenye mbavu. Anamwambia mumeo sitaki, sababu ya hasira tu umetokea, mumeo sitaki. Sasa Paulo anasema msinyimane kwa mazingira yoyote yale. Sasa kumwambia mwenzako kwa kiwiko sitaki, maana yake ni dhambi. Ndio maana katika amri za Mungu zinasema usiue, ukiua ni dhambi. Usiibe, ukiiba ni dhambi. Usiseme uongo, ukisema uongo ni dhambi. Yaani yote kwamba ukifanya ni dhambi. Kwa hiyo usinyime, ukinyima ni dhambi. Kwa hiyo uruhusiwi kumnyima mwenziwe wa ndoa tendo la ndoa kwa mazingira yoyote. Paulo anasema kama imetokea mazingira yoyote ambayo inapelekana msipeane tendo la ndoa, mkubaliane. Mkubaliane kwamba sasa muda haufai na muda hautoshi, au mmekubaliana kutokana na homa, au mmekubaliana mazingira mliokuwa nayo, mnakubaliana. Ila usimwambie mwenzako sitaki, ni dhambi. Sasa niwaombe wanandoa, kama tendo hili umelitenda katika maisha yako yote, tafakari, nenda kwa padre ukaungame. Umwambie padre kwenye kitubio kwamba unaungama mbele ya Mungu na kwako Baba, na hasa kipindi hiki cha Kwaresima ni nzuri sana katika toba kwa wanandoa. Kuungama na dhambi. Moja ya dhambi kuungama ni kunyima mwenzako tendo la ndoa. Mwenzako sitaki, unampiga mwenzako sitaki. Au mwanaume unafika, mama anaomba tendo la ndoa, mwambie mwenzako nimechoka bwana. Mmekubaliana? Mmechoka katika lipi? Mkubaliane. Kama kweli umechoka, mkubaliane. Mara nyingi sasa hivi, hasa vijana sasa hivi, utakuta kijana upo kwenye Arsenal kuangalia mpira au angalia mpira Simba na Yanga, umefungwa, unakuwa na hasira,
Unafika nyumbani mwenzako hata tendo la ndoa, mwambie bibi sitaki bwana, mimi nimechoka bwana. Ni dhambi. Huruhusiwi kumwambia mwenzako nimechoka, kunyima tendo la ndoa ni kosa. Kwa hiyo naomba kipindi cha Kwaresima hiki ambako leo Jumatano ya Majivu tumeanza, ni waombe, tafakari dhambi zako kama mwanandoa. Wala usione aibu, nenda kwa padre, umwambie padre, naomba mbele ya Mungu kwako Baba, sikumbuki ni mara ngapi na kwa namna gani, lakini mara nyingi mwenzangu alipomba tendo la ndoa nilimkatalia, nilimnyima bila makubaliano. Mapadre watakuondolea dhambi. Kuondoka nyumbani bila mwenzako kujua habari za ndoa, tendo la ndoa hazina mahusiano na jambo lolote, sio masuala ya kazi, masuala sio nini sijui, masuala yani haina yote yale, isipokuwa tu kama kuna mazingira yoyote yale mkubaliane. Ndivyo Mtume Paulo anatuambia hapa, na aliwaambia Korinto kwamba usimnyime mwenzako tendo la ndoa, sababu huu mwili si wa kwako, ni mwili wa mwenzako. Kwa usimnyime mwenzako tendo la ndoa, isipokuwa mmekubaliana, shetani asije kawaingilia mtu akachukua mchepuko kwa sababu wewe umemnyima tendo la ndoa. Kwa hiyo nitaka tu nifafanulie hiyo. Ziko dhambi nyingi ndio kuzifafanua, kwa leo nimeona nifafanue hii dhambi ya kiwiko. Mwenzako sitaki, unapiga mwenzako kiwiko sababu tu una uwezo kupiga kiwiko, sema sitaki, huu mwili si wa kwake, mwili wa kwake. Nasema asante kwa kunisikiliza, naomba chukua hatua ya kutubu dhambi, hasa kipindi cha Kwaresima. Dhambi zilizo wanandoa ziko nyingi. Basi leo nimetokaza hii, endelea kutufuatilieni, ukifuata channel yetu hii, subscribe hapo, unga kengele hiyo, alafu kila wakati nikitoa kipindi kwenda kufuatilia kupata vipindi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.